Oi, Bunge oi. oi. Nataka kuongea kuhusu mambo ya by election. Hii inaenda kufanyika uchaguzi ya hii wiki. Na ndio kwanza election si mambo ya kufa na kupona. Wakati mtu unaelektiwa unaenda kufanya kazi. Ile umeambiwa ni majukumu ya mali mmechaguliwa na watu wa ile eneo mmechaguliwa. Kitu ya kwanza si ati ukianguka utakufa. Katika mambo na election kuna wa kuanguka na kuna ule wa kupita. Ikiwa utapita kwa uzuri, kubali. Ikiwa utaanguka kwa uzuri, we kubali. Kwa sababu mwanadamu hajaumbwa 100% kuwa ako sawa. Kuna wengine ukosewa, hata mashine yenyewe kompyuta wange nakosea. Na hiyo ndio kila kitu watu wameangalia. Sasa sembuze mwanadamu. Kitu ya kwanza, watu wa mbele, mimi nawaomba tuchaguane vizuri kwa amani. Mwenye atakuwa amechaguliwa, huyo ndio atakuwa amechaguliwa na wananchi na watampenda, au wa upinzani au wa serikali. Amani ni muhimu, kwa sababu wakati atakuwa amechaguliwa, hata kama ameenda huko, huyo ndiye atakuwa MP wenu. Hakuna mwingine mtakuwa mnamuita MP. Huyo ndio wenu, mbunge wenu, mtakuwa mmechagua nyinyi wenyewe. Kuna losers, sikatai, lakini na ukilusu ukubali. Ama ukiona umekarangwa kwa ile njia ya fai, si utafute haki kotini. Si kutumia wananchi kwa kupatia vitu kidogo ili wazue rapsha. Naenda Malaba. Malaba naelewa vizuri. That's my neighbor constituency. My neighbor border. Najua watu wa Malaba. Watu wa Malaba, hii muda mmepewa. Hao watu wawili walikuwa kwa kichungi, wawili watatu. Mnajua nyinyi watu wa Malaba mtachukua nani? Mtakuwa yule mtu ambaye atawafanyia kazi. Msiangalie chama na msiangalie pesa. Mkiangalia hivi vitu mbili mtakosea. Angalieni mtu mchapakazi mwenye atawachapia kazi. Ile miaka imebaki aidha 2 ama 1 na 2. Kwa sababu nasema hivyo, nyinyi watu wa Malaba unajua mbunge alikuwa nani? Na wakati aliaga mkajua mtaweka nani? Hii kampeni, mtaweka kampeni imefanyika, nyinyi wenyewe mnajua nani atawasimamia wakati bungeni kama bunge wenu. Amani idumu, kwa sababu bila amani hakuna kitu kinaweza fanyika mzuri. Lakini mkuwa na amani, mchague mtu, si chama. Mchague mchapakazi ambaye atawachapia kazi mkimwamini. Kitu ya tatu, watu wa Kabuchai. Ingawaje rapsi ilikuwa, lakini nyinyi mnajua mtachagua nani. Watu wa Kabuchai ward our represent katika county. Wakati wa kupatiana tu pesa kupanga watu wa kwenda kupigana huku iliisha. Saizi watu hutumia akili. Nusiweke kifua mbele. Kifua haisaidii. Tumia akili. Chagua mtu. Hata wewe mwenye unachukua pesa shilingi 500 unaenda kupiga mtu, unafikiria nini? What if uende huko na ubaki huko? Uko na familia. Nani anateseka? Unaacha familia yako na watoto wako kwa shida. Au umeenda. Yule mtu alikupatia shilingi 500, utamuona kwa mazishi yako. Na utaenda kwa kaburi wewe peke yako ukimwacha akiwa. Kwa sababu ukipeleka mwili wako na ujinga wako kama ulikuwa unafikiria nyuma.
ukapeleka ujinga wako na kifua yako hivyo, kiburi yako unapeleka huko. Kiburi inakupeleka wapi? Nakupeleka kwa kiburi. Kwa hivyo saa hii hatujafikia mambo ya watu kupigana kwa sababu ya by election tudogo. What if tufike 2017 kutakuwa aje? 2027 saa hii tunaanza na by election na vita na marungu na nini, tutafika huko tukiwa aje? Sitakuwa sasa wewe usikuje kwetu. Ukikuja kwetu ni vita, na mimi sikuje kwenu. Nikikuja kwenu ni vita. Hiyo si hali ambayo Kenya sisi tunataka. Kenya tunataka tuwe na amani. Election ni kitu inakuja na inapita, na watu wanaendelea kuishi. Hii election hata isaidia mtu kwa nyumba yake, itakuletea ugali. Wewe mwenyewe unapatiwa shilingi 1,000 unaenda upige mwenzako, unakula hii 1,000 siku mbili, ya tatu utatoa wapi? Uende huko ukate masikio. Nani alikupeleka? Shilingi 1,000 itakutibu? Itakutibu. Tukae kwa amani. Hii election ni kitu inakuja, muda kidogo ni inaisha. Wananchi tunazidi kukaa pamoja. Watu wakapitai. Muangalie vizuri. Usipiganishe na hao wanduma hawa. Mahali wamekaa saa hizi kila mtu wako kwake ameweka mkuu kwa stool kwake. Anakula nyama akiangalia. Saa hii amevaa kinyasa kwa nyumba yake. Saa hii wewe mwenye mkuu unapigana kwa wapi? Hata yako nyumba hata labda mvua inanyesha ndani. Na 1,000 itakusaidia. Tuangalie vizuri sana. Na tujue, tutumie akili, si kutumia ubongo. Tutumie akili ya kujua kwamba chochote tunachofanya huko mbeleni kitakusaidia ama kitakusaidia. Watu wa Narok, tafadhali tusifike mahali tumefika. Kubalieni watu wafanye kazi, watembee. Campaign inaweza ingia kile popote, so long as kuna campaign mood. By that time unakembinia nani? Sasa ikiwa kumekuwa hata kiongozi wa pale, mlikuwa wote pamoja kwa serikali. Sasa ikifika mahali ambapo sasa mtaitia polisi, mtaitana polisi, wao huyu aitane nani, huyu aitane nani, Kenya itafika wapi? We are going in a wrong way. This is not the Kenya we want. We want a peaceful Kenya ambayo mtu anaweza kaa na ukae kwa usalama, ujisikie uko Kenya yako, inji ya amani. Sisi hatuko Uganda. Kwamba tutakuwa colonized na mtu mmoja. Hapana, Kenya is a free country. Kenya is a peaceful country ambayo kila mtu anaweza kaa akijisikia. Hata wageni wanatoka huko wanakuja hapa. Hata wazungu wanatambua Kenya. Hata wakitoka huko wanakuja Kenya wanafikiria wako Dubai. Na kumbe wako tu Kenya yetu hii. Kwa hivyo tafadhali naomba hii muda ya election inaisha on 27. Chagueni mtu, chagueni amani, tuwe na upendo. Asante sana. Nikamaliza kwa serikali.